baadhi ya mafungu kisha mtanisikiliza. Yohana 11 ukishafika unisikilize nisome. Inasema hivi, mstari wa 1 hadi wa 4. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, wenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma wajumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Mstari wa 11 hadi wa 13 na 14. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona? Lakini Yesu alikuwa akinena habari ya mauti yake, nao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. 16 hadi 19. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu aliposikia akamtuma, alimkuta amekwisha kuwamo kabrini apata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja na Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. 23 hadi 25. Yesu akawaambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokuwa atakuwa naishi, ajapokufa. 31. Basi wale Wayahudi walipokuwa na Mariamu nyumbani wakimfariji, wakimwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhani ya kuwa anakwenda kabrini ili alie huko. 35. Yesu akalia machozi. 37. Basi wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? 43 na 44. Naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje, yule aliyekufa amefungwa sanda mguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Tunaomba sasa. Baba yetu, Mungu wetu mfalme, tunakushukuru sana kwa sabato hii ya leo. Ninakushukuru kwa kusanyiko hili kubwa. Ninakushukuru kwa kila mmoja wao. Ninakushukuru kwa wazee wa kanisa. Ninakushukuru kwa waimbaji. Ninakushukuru kwa kila mmoja wetu. Asante kwa namna ya kipekee. Tuko mbele zako sasa, tusamehe makosa yetu. Tuoshe kwa damu yako ya thamani. Tupatie nguvu na uwezo wa kushinda majaribu na changamoto za dunia na misukosuko kupitia neno lako mchana wa leo. Ninaposimama ni mwanadamu niliye mdogo sana, niwezeshe. Nisaidie kufikisha ujumbe huu jinsi ambavyo utakusudia. Tunakutukuza tukisema asante kwa jina la Yesu. Amina. Karibuni sana. Kisa cha Lazaro ni kisa ambayo inajulikana sana. Tunaifahamu vizuri. Lakini leo nataka niwashirikishe tuangalie kisa hiki kwa namna tofauti na vile ambavyo tumekizoea.
Lazaro, maandiko anasema ya kwamba ndiye alikuwa rafiki wa kweli wa Yesu. Alikuwa rafiki wa dhati wa Yesu. Biblia katika kile kitabu inatueleza ya kwamba siku moja Lazaro akawa hawezi. Wakati nachunguza sana, Biblia haijataja ugonjwa wa Lazaro, lakini inatumia tu kusema ya kwamba Lazaro alikuwa hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Cha ajabu ni kwamba Lazaro alipokuwa hawezi, maandiko anasema ya kwamba ripoti ikafika kwa rafiki yake Yesu Kristo. Yesu akaambiwa, rafiki yako Lazaro hawezi. Hawezi kabisa. Cha ajabu, kitu ambacho kinanishangaza katika kisa hiki, Yesu akasema, lakini ugonjwa huu sio wa mauti. Kuna wakati mwingine kumbe kuna ugonjwa wa kufa na ugonjwa usiokuwa wa kufa. Lakini shida ya Lazaro haikuwa ya kulala mauti. Yesu ambaye alikuwa ni rafiki yake alikuwa anaielewa. Kwa Yesu anapokea taarifa kwa Lazaro ya kwamba rafiki yako mpendaye hawezi, nenda ukamtazama. Yesu hakushughulika na kwenda kumtazama Lazaro ijapokuwa ni rafiki yake. Kwa nini? Kwa sababu alijua jambo la kwanza, tatizo linalomsumbua Lazaro haliwezi kumlaza mauti. Si kama mnanielewa? Ndio maana Yesu akasema, lakini ugonjwa huu sio wa mauti. Yesu akaendelea na shughuli zake. Sasa wakati anaendelea, hatimaye anapokea taarifa ya msiba ya Lazaro. Anaambiwa sasa, rafiki yako amelala mauti. Yesu akasikitika, akasema, mbona amelala kabla ya wakati wake? Tutaenda tukamwamshe. Maana hakupaswa kulala wakati huu, hakupaswa kufa wakati huu. Biblia inasema ya kwamba akawaambia wanafunzi, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninaenda kumwamsha. Yaani kwa lugha rahisi ni kwamba sitakubali alale kwa wakati huu. Hapana, kuna kitu kinamhitaji akifanye. Yesu akasema, ninaenda kumwamsha. Wakafikiri, maandiko anasema kwamba alikuwa akinena habari za usingizi. Wakamuuliza, Bwana, ikiwa amelala ataamka? Ndipo maandiko anasema kwamba Yesu akawaweka wazi ya kwamba Lazaro amekufa, lakini mimi, sio ninyi. Yesu anawaambia, lakini mimi ninakwenda nipate kumwamsha. Biblia inanishangaza sana. Katika mstari wa 16, Tomaso akawaambia wanafunzi akina Yohana, Petro, Mathayo na wengine, twendeni na Yesu. Kama ataenda kumwamsha, sisi tunaenda naye tukafe kama Lazaro. Hivi nishawahi kusoma hapo kaelewa vizuri. Ngoja nikusomee mstari wa 16. Yaani ule mstari wao unanichekesha sana. Sikiliza sasa. Mstari wa 16 unasema hivi. Sikiliza hayo maneno. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, tuendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Hiyo ndio habari ya kushangaza sasa. Kumbuka, kifo cha Lazaro haikusahili afe. Ndio maana Yesu aliposikia habari ya kutojiweza kwake, ya kwamba hawezi, Yesu hakushughulika naye, maana alijua ni changamoto za kawaida, Lazaro ataendelea kuishi. Lakini mwanaume akalemewa na changamoto mpaka akafa. Yesu akasema, hapana, amekufa, wakati wake bado. Unajua unaweza panga kufa na Mungu ailishe, aseme haukufi. Wakenya wanasema hivyo, haukufi. Si hata wewe kuna wakati ulipanga kujiua.
natamani nife. Mungu akagoma, haufi. Utakinywea hivyo hivyo, safari inaenda. Kuna wengine tu migogoro kwenye ndoa, natamani kufa, na Mungu anakuambia haufi, utaishi, lakini utakinywea. Haleluya. Unajua kuna wakati mwingine unapanga kufa, Mungu anagoma. Bwana asifiwe. Anagoma kabisa, anasema haiwezekani. Haiwezekani. Lazaro anakufa, lakini Mungu Kristo hakukubali kifo cha Lazaro. Akasema haiwezekani, lazima akaamke aishi tena. Si ninyi mnasemaga mtu akikufa amepumzika na dhiki za dunia? Yesu anasema bado dhiki zinamhusu. Bwana asifiwe. Unajua kuna wakati unapitia changamoto sana, unasema Bwana uje tukapumzike. Yesu anasema siji na utakinywea kwanza. Ndio maana mimi maishani mwangu huwa sisemi Yesu aje. Maana wanaosema Yesu uje utuchukue ni watu waliochoka sana, wazee sana, hawana matumaini. Wanaishi tu bora niende, ameona siku nyingine. Ndio utasikia hata akiimba tu kwake, mpaka lini Yesu utakaa mbali, akifinywa tu kwenye ndoa, mpaka lini Yesu. Sasa hata Yesu angekuja, anakuja wewe unafikiri anakuja kubadilisha changamoto zako? Yesu haji kufanya biashara hizo. Anyway, Lazaro anakufa, Yesu anasema haiwezekani. Lakini cha ajabu ambacho kinasikitisha, Yesu anatamani Lazaro amwamshe. Hata wale alionao wanatamani kufa kama Lazaro. Yesu anatamani Lazaro amke. Hata wale wanaomfuata nyuma wanatamani kifo cha Lazaro. Tomaso akamwambia wanafunzi, kwa hiyo huyu Yesu sasa tutampa kazi moja tu. Akikufa huyu, akiamsha afe mwingine, amshe akufe mwingine, amshe afe mwingine, na yeye akose kazi ya kufanya. Kazi yake ndio iwe ni hiyo peke yake. Naomba usikilie vizuri. Naomba usikilize vizuri. Kuna maelezo hapa nimeandika ya muhimu sana. Yasikilize vile anasema. Lazaro alikuwa hawezi. Biblia inaripoti hivyo. Haitaji alikuwa na ugonjwa gani. Kwa nini inataja kutojiweza? Kutojiweza ni hali fulani ya kushindwa jambo. Kutojiweza ni hali ya kushindwa, aidha ugonjwa, aidha uchovu, aidha tatizo lolote liwe la kifamilia, la kimwili, udhaifu wowote wa kiroho na kimwili, inaitwa kutojiweza. Kwa Lazaro alikuwa hawezi. Yaani ukisikia mtu anasema kwa kweli sijiwezi, yaani ina maisha ya kwamba amefanya jitihada zote akaona imeshindikana. Amejitahidi hata kujikokota, kujaribu kutembea, lakini ikafikia tu akalemewa, akawa hajiwezi. Akasema mimi hapa ndiyo mwisho. Mtu ambaye hajiwezi. Lakini kitu cha pili, ugonjwa wa Lazaro haukuwa wa mauti, na Bwana Yesu alipopokea taarifa ya ugonjwa ya kutojiweza kwa Lazaro, akasema ugonjwa huu sio wa mauti. Ndio maana Lazaro alipolala, Yesu hakuridhika. Yaani kwa lugha rahisi, Yesu hakuridhika, aliazimia kwenda kumwamsha. Haleluya. Yaani Lazaro alipolala, Yesu hakuridhika, Yesu hakufurahia, Yesu hakupendezwa. Akasema haiwezekani, ataishi tena. Ataishi tena. Yesu akasema kabisa haiwezekani, ataishi tena. Kumbe kuna wakati mwingine anataka kufa, lakini Yesu anailisha. Bwana asifiwe. Paka labda wewe umemaliza kusudi lake. Ndio maana hata mimi naambiaga watu, mimi muda wangu wa kufa bado. Paka nitakapomaliza kazi ya nani?
ya Yesu. Sasa wewe kama unakufa tu kama njugu, wewe kufa, tutakuzika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu hakuridhika, hakupendezwa na kifo cha Lazaro. Ndio maana akasema haiwezekani. Yesu akaondoka na timu yake, ijapokuwa wengine walipanga nao tukafe pamoja naye. Yesu haikumsababisha kubadilisha nia yake ya kumwamsha Lazaro. Unajua kwa nini wanafunzi walisema tukafe kama Lazaro? Wanafunzi walifurahia kifo cha Lazaro, na waliposikia Yesu anaenda kumwamsha hawakujisikia vizuri. Waliona kana kwamba amempa upendeleo mwingine, wakasema aha, kumbe huyu anatumia njia hii, basi na sisi tufe ili aonyeshe huruma yake. Kwa kifo cha Lazaro, jambo la kwanza, wanafunzi wa Yesu wale waliishi na yeye, walitembea na yeye, walifurahia Lazaro kufa. Walifurahia Lazaro kulala mauti. Walifurahia Lazaro kuondoka kwake. Wengine walishangilia, wengine walisema afadhali. Walifurahia, sijajua walifurahia kwa manufaa gani, bado nafanya research pale. Sikiliza jambo lingine. Jambo lingine, maandiko yanasema hivi, katika hii nilikuwa nasema hivi, lakini wanafunzi wake walifurahia sana kifo cha Lazaro na hawakupenda sana kitendo cha Yesu kudhamiria kwenda kumwamsha Lazaro. Wanafunzi hawakupendezwa, ndio maana wakasema na sisi tunaenda kufa pamoja naye. Kwa hiyo kifo cha Lazaro, jambo la kwanza walikifurahia sana, ya kwamba ni afadhali. Lakini Yesu alipopanga kuwaokoa, kumwokoa Lazaro, kumrejesha tena, nao wakaona hasira, chuki mioyoni mwao, hata sisi tutakuwa kama yeye. Naomba usikie vizuri, na wale wanasinzia mwambie tu asinzie, nikimpata nitamfanya vile nitajua mimi mwenyewe. Biblia inasema hivi, Yesu akaenda akafika pale. Cha ajabu inasema kwamba alipofika pale akakuta Wayahudi wote wamejazana pale, wanalia, wanaomboleza, wanahuzunika. Lakini cha ajabu ni kitu kimoja, wote walikuwa wanalia, wanahuzunika, lakini hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kumsaidia Lazaro kurudi tena. Lakini wanaomboleza, yaani waliomboleza kana kwamba ni kumuaga, ameenda, hatutamwona tena, wacha sisi tuendelee na maisha. Yesu akawakuta wako pale wanamwombolezea Lazaro. Kama leo wanasema wanakula sikukuu ya mwisho, wengine wanalia machozi ya unafiki. Unajua si wote wanaliaga kwa msiba wanakupenda. Wengine wanalia tu muda iende, wapate pilau akule, aende zake ashiba, anasema msiba ilikuwa mzuri sana. Na ukitaka uelewe, hivi ulishawahi kuona mtu analia kwenye mazishi akiwa na sahani ya wali mkononi mwake? Atalia wakati hawajaifisha marehemu, jamani, wacha pewe sahani ya wali, machozi kuisha. Atakula, akimaliza tu amenawa mikono, anarudi pala ameketi. Ndio watu ni wanafiki. Ndio maana mimi maisha yangu nilishachagua kitu moja tu, silii kwenye mazishi ya watu. Yaani hiyo nilishafuta, silii. Mimi nikuja tu Sabato akifa nije nile niondoke. Haleluya. Sio lazima nilie. Sio lazima nilie. Kwa mimi silii. Kwa watu Yesu anakuta pale wanalia, wanaomboleza, yani wanasema ndio sherehe yake ya mwisho. Yaani wanalia machozi ya unafiki, lakini hakuna mtu ambaye furahia. Yesu, maandiko inasema kwamba akaingia pale. Yesu akiwa mwenye huzuni, akiwa mwenye majonzi, anauliza watu, Lazaro amelazwa wapi? Wanamwonyesha ni pale Bwana. Yapata siku 3 yuko kaburini.
Yesu akaenda pale, akamwita, akalia kwa sauti akisema, Lazaro, njoo huku pesi. Maandiko inasema Lazaro akaamka. Alipoamka, amefungwa sanda, amefungwa leso, akaisikia sauti, anatembea, akafika kwa Bwana Yesu. Yesu akawaambia, mfungueni Lazaro. Sikilize. Hivi unafikiri ni kwa nini tujifunze habari za kifo cha Lazaro? Kwa nini tujifunze kifo cha Lazaro? Ukisoma Biblia inasema mahali fulani, hatutasoma haya mafungu, yamesoma yanatosha. Biblia inasema ya kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa ajili ya matendo yenu ya dhambi zenu, lakini utimilifu wa wakati ulipofika, Kristo akamtuma mwana, akatumwa kuja ulimwenguni kutukomboa watu ambao tulikuwa tumepoteza matumaini. Na ndio maana ukitaka kuelewa, sio kifo cha kawaida ambacho kinazungumziwa pale, ni kifo ambacho si kile wewe umekizoea. Lazaro anakufa, anaugua. Yesu anasema hapana, hapa sio kufa. Na cha ajabu, kwa nini wanafunzi wanatamani kufa kama Lazaro? Sikia nikwambie, maisha ya kifo cha Lazaro yanalinganishwa na maisha yetu sisi leo, wasafiri wa kwenda mbinguni. Kuna wakati mwingine Lazaro, maandiko yanasema ya kwamba alionekana hawezi kabisa, hajiwezi, lakini Kristo alipokuwa akimtazama akasema ya kwamba ijapokuwa hawezi, atapitia changamoto, lakini atasimama tena. Haleluya. Naomba nisikilize. Unajua kuna wakati katika maisha ya kiroho unaonekana kulemewa. Hata washiriki wanaokutazama ndio wa kwanza kutangaza fulani amechoka. Habari zenu? Hebu muangalie jirani yako, muulize, unaielewa hiyo? Naomba usikilize vizuri. Kuna wakati unaposafiri katika safari ya imani, utapitia vikwazo, misukosuko, changamoto. Kuna wakati mwingine utafikia mahali useme ya kwamba kwa kweli nimejaribu, lakini ninaona nguvu zinaniishia. Sikiliza nikwambie, na wakati unaonekana dhaifu, wale unaishi na wao hawatakusaidia, ndio watatangaza fulani amelemewa na hivi karibuni hatakufa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hao wanafunzi wenzako, hao wanafurahia udhaifu wako. Sikiliza niwaambie, unajua kuna wakati mwingine katika maisha ya safari ya imani, kuna wakati unapitia misukosuko mingi, wengine wanafurahia misukosuko unayoipitia. Lakini ukija hapa kanisani wanaimba pamoja na wewe, wanakuambia jipe moyo rafiki. Hao ndio wanashangilia unapokuwa udhaifu. Sikia nikwambie, naomba unisikilize vizuri. Mwandishi anasema hivi, kuna wakati mwingine watu watafurahia kuanguka kwako kama Lazaro na kushindwa kwako. Hivyo ushauri, hata kama umekuwa dhaifu, usikubali kushindwa kuendelea. Haleluya. Sikiliza nikwambie, kuna wakati mwingine utajiona huwezi. Kuna wakati mwingine hata matoleo yako ya zaka yatashuka chini, utajiona umeshindwa, huwezi. Kuna wakati mwingine changamoto nyingi zitakuja, utaona hauwezi, lakini habari njema ni kwamba kamwe usivunjike moyo. Kamwe usiwahi kuketi chini na kusema nimeshindwa. Lazaro wakati hawezi, wanafunzi wake hawakumsaidia, wakaanza kutangaza kwa Yesu, Yesu, yule rafiki yako yule ajifanya unampenda yule, anakufa hivi karibuni. Maana vile tunamuona hawezi kabisa, amechoka.
Unajua kuna wakati mwingine, wakati misukosuko inakuja, washiriki wenzako ndio wa kwanza kusema ya kwamba mnamuona fulani ataliacha kanisa hivi karibuni. Maana vile tunamtazama, ni neema tu. Unajua, wacha nikwambie, unajua hata kama una mgonjwa hospitalini, ukienda halafu wewe ndio ukamvunje moyo, ndio atakufa hata kabla akiwa hai. Yaani wewe mgonjwa wa kisukari ende yuko pale ICU, unamwambia ndugu yangu, sio ni kama ukipona. Maana hata juzi fulani alikufaga na hii ugonjwa. Wewe ni mchawi. Yaani wewe ni mchawi, umeenda kumaliza mwenzako. Hata maisha ya kiroho yako namna hiyo. Kuna wakati utalegea. Ulikuwa mhudhuriaji mzuri kwenye shule Sabato, hakuna mtu atakuja kukusaidia. Mwisho ataanza kukwambia, mnamuona fulani ameanza kuisha. Hao unaotembea na wao, hao unaoimba pamoja na wao, hao wanafunzi wenzake, Lazaro akiwa hawezi, ndio wa kwanza kupeleka ripoti kwa Yesu. Yesu, rafiki yako hawezi, sijui utakusaidia. Lakini Yesu akasema, hiyo ni changamoto za maisha, hata kufa ataishi tena. Haleluya. Sikiliza nikwambie, unajua wanafunzi wa Yesu walijua Lazaro ndio kwisha, lakini Yesu alipoletewa habari ya kwamba Lazaro hawezi, Yesu alipomtazama kwa macho ya kiungu Lazaro, akamwona ijapokuwa misukosuko inakuja, lakini Lazaro alikuwa na haki ya kuendelea na safari. Sikiliza nikwambie, naomba unisikilize vizuri. Kuna wakati katika maisha yako, wakati unapitia udhaifu na changamoto, watu watakuona ndio unapotea, lakini Bwana anapokutazama anajisemea moyoni, ni misukosuko tu inampima, lakini atasimama tena. Haleluya. Yaani kuna wakati ambapo hata wengine wanapokutazama wanasema hapana, hata kwenye jicho la kanisa hayupo, siku hizi hata zaka hatoi, kuimba amegoma, kila kitu afanye. Lakini Bwana anapokutazama anasema ni changamoto za kiroho, lakini atasimama tena. Atasimama tena. Ndivyo ilikuwa kwa Lazaro. Wakati wengine wanasema kwamba habari yake imeisha, huyu nimeenda kuisha, Yesu anasema hapana. Na Yesu, sikiliza nikwambie, na Yesu alikuwa tayari kutumia gharama yoyote ile kuhakikisha Lazaro anasimama tena. Haleluya. Naomba nisikilize. Kitu kingine, kuna watu wakati mwingine watafurahia kuanguka kwako na kushindwa kwako. Hivyo ushauri, hata kama umekuwa dhaifu sana, hujiwezi, usikubali kuanguka. Lakini pia hata unaposhindwa, unafikia wakati wa kuanguka, sio mwisho, waweza kuinuka tena. Haleluya. Sikiliza nikwambie, kuna wakati hata katika maisha mipango utafikia hatua ujaribu kuisukuma haiendi. Kuna wakati hata biashara zako utajaribu lakini haziendi. Kila namna, maombi yote haziendi. Wengine watakuvunja moyo, lakini Yesu anapokutazama anasema katika biashara yako ni changamoto za muda, ukisimama imara ushindi wa hakika utaupata. Usivunjike moyo, usife moyo mapema kama Lazaro. Lazaro alikufa moyo mapema. Kumbuka amekuwa hajiwezi, Yesu yuko kivyake. Wanafunzi hata wale marafiki za Lazaro nao wakaondoka kwenda kwa Yesu, wakamwacha peke yake. Lazaro akavunjika moyo, akasema ndiyo kwisha. Lakini si vile ulivyokuwa mtazamo wa Mwokozi. Yesu alipokuwa akimtazama Lazaro kwa maisha ya kiroho, akamwangalia kabisa, akasema ya kwamba jambo la kwanza, huenda amevunjwa moyo, lakini nitatumia gharama yoyote ile Lazaro asimame tena. Sikiliza niwaambie, Mungu anatupenda sana.
Jamani, Mungu anatupenda. Mshike mkono jirani yako, mwambie Mungu anakupenda, hata kama watu waone udhaifu wako, lakini Mungu bado anakupenda. Mungu anakupenda usivyoweza kuelezea. Kuna wakati watu watakucheka, biashara zako zitaanguka, waseme ndio habari zake zimekwisha, lakini Mungu anapokutazama anasema ni jambo la kawaida katika safari ya maisha mwanadamu. Yesu anapokutazama anakutazama si vile wanadamu wanavyokutazama. Mungu anaponitazama ananitazama si vile ninyi mnanitazama. Na hiyo ndio Mungu anampenda sana. Hata kama asema hii mtu nayo hata kwenye kwaya hata inaharibu kabisa sauti. Yaani unaweza kuwa mwimbaji hata ukiimba anasema yani anaharibu, si aliambiwa nani kujaza fomu. Anaharibu sauti. Sikiliza, hata kama wanakuona wewe sio wa maana, Yesu anakutazama unastahili. Haleluya. Yaani hiyo ndio mwisho wa kunukuu. Yaani waambie tu sauti yako ni mbaya, kwa Bwana inastahili. Ni mbaya kwako, lakini kwa Mungu inafaa. Maana Mungu anavyokutazama, na kuhakikishia kabisa, Mungu anavyokutazama si vile watu wanakutazama. Mungu anavyokutazama si vile wazee wa kanisa wanakutazama. Mungu anapokutazama si vile jirani yako anakutazama. Mungu anavyokutazama, anakutazama siku zote kama mshindi. Hata kama umeanguka, lakini anakutazama kama mshindi. Hata kama umefikia hatua umeshindwa kuendelea, umeshindwa kusurvive, lakini Bwana anapokutazama anakutazama ni mshindi anayepitia changamoto, atasimama tena. Haleluya. Naomba nisikilize. Kuna wakati watu watafurahia anguko lako, wanadamu hao ambao leo wanakusifu biashara zako zinaenda, siku zikianguka watakucheka. Yaani mimi kati ya vitu ambavyo sivielewagi ni wanadamu. Bwana asifiwe. Yaani hao wanaokusifu leo, Bwana unasapoti sana, umebarikiwa, toa. Siku kifilisika watakuita hata mgeni rasmi kwamba mheshimiwa. Hapana. Siku napopitia changamoto, tabia sisi yetu wanadamu, tunapoteza mazuri yote, tunakuona haufai. Lakini Mungu tunapoonekana dhaifu, yeye haangalii madhaifu, anaangalia yale mema yako. Anaangalia kile kitu ulishawahi kufanya kikagusa maisha yake. Hicho ndicho anaangalia. Ndio maana Samueli wakati anatumwa kutiwa mafuta mfalme wa Israeli, akaona vijana wengine wakubwa, akasema Bwana ndio huyu. Mungu akamwambia, sivyo vile unavyotazama wewe, sivyo mimi ninavyotazama. Kadaudi kakakuja, kakijana kadogo. Yaani Samueli alipokaangalia akamuliza Bwana haka nako je? Akasema hapo ndipo moyo wangu umetulia. Haleluya. Lakini Samueli akasema Bwana, kwani umekosa watu mpaka unatumia waliochoka hivi, watoto kiasi hiki? Nakumbuka mimi siku moja nilienda kupita Malindi, Mombasa. Hii ni Malindi, unaenda sehemu moja, unaenda Maleleni karibu na Garissa. Nikatumwa na conference ya Kenya Coast Field kwenda kuhubiri kwenye mkutano wa Injili. Sasa walipotaka mgeni wakatumiwa jina langu. Walipoona Bahebe Kazimili wakasema hili Bahebe asili yake ni wapi? Wakasikia watu wakasema yule bwana ni Mtanzania. Anasema hili jina, unajua kumbe wakati mwingine nimekuja kugundua mtu mwenye hajaona sura yangu anasikiaga jina langu anatafakari kitu opposite. Habari zetu.
Yaani anafikiria vitu opposite. Sasa wale mabwana wakaandaa mkutano mkubwa, wakapandisha vyombo kwenye gari, wakatangaza tutakuwa na mkutano mkubwa wa kihistoria, mhubiri Bahebe Kazimiri, mhubiri mkubwa. Sasa jaajabu, mimi ninaenda niko na viatu zile za kanda mbili zile slippers, nimevaa hiyo siku na safiri, nimevaa t-shirt. Nafika mchungaji ananipokea, ninaketi naye kwa mkutano, watu wanapiga magwalide, nataka nibadilishe, nifungue mkutano. Wanauliza mchungaji, mhubiri wetu yuko wapi? Saa zimefika. Mchungaji anamwambia kashafika tayari. Yuko wapi? Huyu nimeketi na yeye. Na hili mchungaji, wazee wakamwita, hebu mchungaji njoo kidogo kando. Sasa unajua mtu akiongea kwa hasira anafikiri anaongea pole pole, kumbe sauti inaenda. Wale bwana akasema, sisi hivi tunaletewa watoto mchungaji na kuingia kwenye akili. Na ile maneno nikasikia. Nilipoyasikia ikabidi nijifanye kama naenda kukojoa, nikaenda kulia kule chooni, nikatoa machozi, nikajifuta, nikajikaza kama mwanaume, nikarudi kuketi. Nakupa picha ya kwamba si vile watu wanapokutazama, si vile Mungu anavyokutazama. Kuna wengine watakwambia kabisa, wewe unatusindikiza tu. Lakini Mungu anajua kuna sehemu yako katika makao ya milele. Lazaro amekufa. Wanafunzi wanasema habari yake imekwisha, wacha aende, sisi tuendelee na maisha. Yesu akasema haiwezekani. Naomba usikilize vizuri. Mwandishi anasema hivi, jambo la ajabu ni kuwa Yesu anaenda kumwamsha, aliwakuta Wayahudi wanamwombolezea, lakini hawakuwa na tumaini ya kuwa Lazaro atarejea tena. Yaani walikuwa wakiomboleza kuwa wamempoteza milele. Sio vile wanadamu walivyo. Yaani Yesu anaenda kumwamsha Lazaro, anakuta wanaomboleza, wanalia. Yaani wanaomboleza wakisema, si jamani tunamuaga ndio anaenda. Wanaomboleza wakisema ndiye tumetengana naye milele. Kuna wakati utaanguka katika safari ya imani. Watu utakuona wanasikitika sana. Sio kwamba wanasikitika wanahitaji kukurejesha tena. Wanasikitika ili uende kabisa, wasikuone. Habari zenu? Siko mnanielewa? Yaani kuna wakati hata mipango yako ikiharibika, uje kabisa hapa kanisani waambie, jamani nahitaji maombi. Mipango imeharibika, nimefutwa kazi. Watakuangalia kwa huruma, lakini moyoni wanasema atapambana na hali yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Lazaro wanaenda kumombolezea, tena wanalia kana kwamba wamehuzunika sana. Wanalia, kumbe wanalia wakisema afadhali tumeagana naye milele. Ndivyo hata leo makanisani. Tunaposikia washiriki wamerudi nyuma, ni wepesi wa kuhuzunika, lakini hatuna msaada wa kuwasaidia. Ni vizuri kuhuzunika kwa ajili ya matatizo ya rafiki yako, lakini hauko tayari kusimama na yeye kumsaidia. Wanaenda kuungana familia, wanalia, wanaomboleza. Sikia nikwambie, una habari ya kwamba kuna wakati utaachwa yatima. Wazazi wako watafariki, watoto wenzako watakuja wakupe pole, wakusikitikie, lakini wakisema shauri yako amebaki peke yake, sisi tuko nao. Ndivyo ilivyo katika maisha ya mwanadamu. Kuna wakati biashara zako zitaanguka, kuna wakati mipango yako itafeli, kuna wakati kila kitu, maono yako yatapotea, kila kitu kitafeli. Hata unaposhirikisha wenzako, watajifanya wanasikitika, lakini hakuna mwenye msaada wa kukusaidia. Hakuna mtu wa kukusaidia. Lazaro amekufa. Kumbuka hata akiwa hawezi, walishangilia, wakaenda kwa Yesu. Bwana, rafiki yako hawezi, sijui utafanyaje, utajua mwenyewe.
Sasa amekufa, ndio wanaonyesha masikitiko kila mmoja, lakini hawakumsaidia wakati akiwa hai, akiwa hajiwezi. Lazima kusikitika. Sikiliza nikuambie, ndivyo hivyo katika maisha, safari ya imani. Kuna wakati utapitia misukosuko, utaonyesha kulemewa. Shule Sabato utakuwa unazikosa, watu hawatashughulika na wewe, watu hawataongelea habari zako. Kuna wakati hata mambo ya kiroho yatashuka, maana safari ni milima na mabonde. Kuna wakati utashuka kwa mambo ya kiroho, watu hawatakuangalia. Siku wakisikia umeanguka, ndipo watajifanya kusikitika, lakini hakuna atakayekusaidia. Ndio maana mimi nawaambia katika maisha, siri ya mafanikio katika safari ya imani, mtazame Yesu. Wakati changamoto zinakuja, wakati misukosuko inakuja, wakati vikwazo vinakuja, mtazame Yesu. Hata kama wanadamu wanakuwazia tofauti, jisemee moyoni, Bwana anajua hatima yangu. Wakati watu wanaangalia mipango yako imekwisha, wanasema huyu ndiye amemalizika, biashara zake zimekwisha, watakutazama wakisema habari zake zimekwisha, jisemee moyoni, Bwana anajua hatima yangu, maana bado kuna safari ya kuendelea. Waambie bado kuna safari ya kuendelea. Hebu mwangalie jirani yako, mshike mkono, mwambie, wenzako wataona umelemewa, lakini moyoni useme, bado Mungu anajua hatima yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisikilize vizuri. Kwa hiyo Yesu akapata ripoti ya kwamba Lazaro amelala. Sikiliza pointi nyingine ya 6. Kwa hiyo pia tunapata kuwa Lazaro alipoanguka, hakuna mtu mwingine aliyeweza kumsaidia ila Yesu pekee aliyerejesha tena tumaini la Lazaro. Hivyo katika maisha, kuna wakati katika maisha, wakati unapojiona dhaifu, kuanguka dhambini, familia yako kukosa amani, biashara kuharibika, kufukuzwa kazi, kuachwa aidha na mchumba, kuachwa na mme au mke, wakati mwingine watu wanaweza kufurahia unayoyapitia na kukucheka. Ushauri wa Bwana ni kwamba wakati dhiki zinakuja, mtazame Yesu aweze kukusaidia. Wakati unajiona umefeli na umeanguka, fai kabisa, mipango yake imekwisha, watoto wake wamefeli, wote wetu wamefaulu, usikasirike wala kuvunjika moyo. Wewe endelea kumsubiria Yesu. Sikilize anasema nini. Lazaro yuko kaburini amelala. Wengine wanashangilia, wanaomboleza, lakini Lazaro ametulia, anasema hatima yangu ni Kristo aijuaye pekee. Lazaro anangojea mpaka wakati ulipowadia. Kristo anashuka pale kaburini, anauliza Lazaro amelala wapi? Anamwambia yuko pale. Tena wanafunzi wale walikuwa wanalia, walikuwa wa kwanza, tazama tumemchimbia pale. Sasa ni siku 4. Unajua kwa nini wanafunzi walimwambia siku 4? Ili Yesu avunjike moyo, kama ameoza hafai tena. Si kama mnanielewa? Yaani unajua kwa nini? Unajua wangesema tu jamani yuko pale. Lakini Yesu anauliza yuko wapi Lazaro? Wanafunzi wanasema, Bwana tazama yuko pale amezikwa na ana siku 4 sasa. Kumaanisha walikuwa wanataka umvunje moyo Yesu ya kwamba hafai tena. Lakini Yesu akasema hata kama angelikuwa kaburini siku 10, bado alikuwa anafaa. Haleluya. Sikiliza nikwambie. Kuna yani naomba unisikilize. Kuna wakati unapoanguka, watu ndio watakuona umechafuka sana, haufai. Lakini Yesu anapokutazama anasema kwamba hata kama amechafuka bado ananifaa. Haleluya. Si kama unanielewa? Mimi kwa mfano huwa natolea mfano wa hela. Hela ya noti. Kama nani yako na hela nipe tu ndio nitapeleka hivyo hivyo. Na isiwe noti ndogo. Unipe kama 1000. Nani yako na hela ni? Unipe tu kama 1000 ndio imeenda hiyo, hairudi. Naona watu wanaogopa. Ngoja nitolee mfano. Nataka leo niwafundishe kwa vitendo.
hii yangu hata mtaitamani, maana ni ya Tanzania. Ngoja, nataka tujifunze kitu. Kwa mfano, hii ni noti gani? Hii inaitwa 5000 ya Tanzania. Sasa unaona hii hela ikianguka, si kama unanielewa, ikianguka chini hivi, hata kama uikanyage hivi, kwa macho ya kawaida utaiona imechafuka, lakini thamani yake iko pale pale. Si kama unanielewa? Yaani thamani yake iko pale pale. Kuna wakati utaanguka kwenye maisha yako, biashara zako, utaanguka kwenye maisha yako ya kiroho. Watu watakuona kwa macho ya nje umechafuka, haufai tena, huenda hata kuimba kwaya, haufai tena hata kufundisha lesson, lakini thamani yako kwa Kristo iko pale pale. Haleluya! Si kama unanielewa? Yaani thamani yako iko pale pale. Yaani hautawahi kuitwa 1000. Yaani kama ulikuwa 5000 umechafuka, ukitolewa pale na uchafu wako kwa Bwana bado ni 5000. Thamani yako haishuki. Hadhi yako ni ile ile machoni pa Bwana. Haleluya. Yaani hiyo ndio mimi nanipaka ujasiri wa kusonga mbele. Na shetani wanamwambia, hata kama univuruge, nikanyage vile nikanyage, kwa taarifa yako Yesu ananitazama kwa huruma vile vile. Bwana asifiwe. Hata kama mipango yangu yote ife, mipango yangu yote ife, wanadamu waone nimefilisika, na kutangazia kwa jina la Yesu, Bwana anayejua kesho yako anakutazama tofauti na vile wanavyokuona. Vivyo hivyo hata kwa Lazaro. Yaani Yesu anaenda, yuko wapi? Anasema Bwana yuko pale tena siku 4. Yuko kablini. Yesu hakukata tamaa kwa maneno ya watu. Sikiliza nikuambie, wakati mwingine watu watakusema vibaya. Kuna wakati mwingine hawatakuzungumza vizuri. Kuna wakati mwingine hata wale unaongoza na wao, wazee wenzako wa kanisa, mashemasi wenzako, washiriki wenzako, hawatakusema vibaya, lakini bado kwa Bwana uko na thamani na udhaifu wako wote. Bwana anakuhitaji. Bwana bado anakupenda. Bwana bado anakujali. Na Bwana bado anakutazama kama mtoto wake kweli kweli. Sikiliza, nikienda kumalizia vipengele vifupi katika kisa hii, naomba nisikilize vizuri. Jambo la 7, jambo jingine tunaloona, Yesu analia machozi. Yesu hakulia kwa sababu ya kifo cha Lazaro, bali alilia maana alipokuwa akiangalia wanafunzi wake, nao walikuwa wanatamani kufa kama Lazaro. Hiyo ndio ikafanya Yesu akalia machozi. Yesu alilia si kwa ajili ya kifo cha Lazaro. Yesu alilia maana hata wengine alionao wanatamani kufa kama Lazaro. Yesu akalia, nitasalia nibaki na nani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine Yesu anapoona watu wamekufa kiroho siku ya Sabato, wanakuja saa 5, Yesu anapoangalia anahuzunika. Sio kwamba anahuzunika kwa ajili ya wale wanaochelewa, anahuzunika hata wanaokuja saa 2 wana mpango wa kupoa kiroho kama wengine. Kuna wakati mwingine Kristo analia machozi, sio kwa ajili ya walioanguka dhambini, sio kwa ajili ya walioanguka katika uzinzi, sio kwa ajili ya walioanguka katika wizi wa zaka na sadaka. Analia kwa ajili ya wale walio hai, maana waliokufa anawashughulikia waokoe. Hata wengine wanatamani kufa kama wao. Kuna wakati mwingine nakuwa namna hiyo, lakini naomba nisikilize vizuri. Naomba nisikilize vizuri. Hivyo hata sasa katika kanisa, wakati mwingine Yesu anahuzunika
na kutoa machozi, si kwa ajili ya wanaoanguka. Wanaoanguka anapanga kuwaokoa na kuwaleta tena, lakini anahuzunika kwa walio hai, nao wanatamani kuacha kuwa waaminifu. Sikia, Yesu alipomwita Lazaro akiwa kaburini, bado akaisikia sauti ya Kristo. Hivyo wakati mwingine tunapoanguka na kutanga mbali sana na Bwana, huwa hakati tamaa. Haleluya! Lazaro alipokufa siku 4 kaburini, Kristo hakukata tamaa. Sikia nikwambie, Yesu akaenda, maandiko anasema ya kwamba Yesu hakukata tamaa. Huwa anaendelea kutuita na anatamani siku zote tuisikie sauti yake. Lazaro alipokufa akazikwa siku 4 kaburini, wengine wakasema ndio ameenda, lakini Yesu hakukata tamaa kwa ajili ya Lazaro. Alisema hata kama yuko mbali kiasi gani, hata kama awe amebakiza mifupa, lakini namuhitaji Lazaro. Yuko wapi Lazaro? Yuko wapi Lazaro? Lazaro naye akiwa kaburini. Sikiliza nikwambie, cha ajabu ni kwamba kitu ambacho kinanishangaza kabisa kwamba ni kitu kimoja. Wakati Lazaro akiwa kaburini, waombolezaji wako pale wanalia, Lazaro hakuwasikia. Wengine walimwita lakini hakusikia. Lakini Yesu alipokuja kusimama kando ya kaburi la Lazaro na kuita sauti yake kwa nguvu, Lazaro uko wapi? Lazaro akasikia sauti ya Mwokozi peke yake. Si kama unanielewa? Sikiza nikwambie. Kuna wakati mwingine utakapokufa kiroho. Kuna wakati mwingine utakaporudi nyuma kwa mambo ya kiroho. Hata kama ukisema sitasikiliza shemasi, sitasikiliza mshiriki mwenzangu, msikilize Yesu anasemaje. Lazaro yuko kabla ametulia pale. Watu wanaomboleza, anasema lieni mpaka mchoke, mwende zenu. Yaani lieni mchoke. Kuna mshiriki mmoja na nilimtembelea, alikuwa amerudi nyuma sehemu fulani. Akamwambia, "Bwana vipi?" Akamwambia, "Tumishi, mimi kweli nimerudi nyuma. Na nasikia rohoni Yesu ananiambia nirudi. Lakini hawa Sabato wanakuja hapa kinafiki, staki. Maana nikirudi tu atakuwa na sifa ya kusema mimi ndio nimleta kanisani alipokuwa amerudi nyuma." Akasema hizo sifa za Wasabato sitaki. Nitakuja nikisikia sauti ya Mwokozi. Nikamtia moyo, nikamwambia isikie sasa inakuita. Sikiliza nikwambie, kuna wakati unapokufa. Lazaro alipokufa akawekwa kaburini. Cha ajabu ni kwamba kaburini kule hakuwekwa tu akiwa mtu wa kawaida. Biblia inasema kwamba wakamfunga sanda na leso. Hivi ushakuona maiti amefungwa leso? Leso ama kanga. Na cha ajabu, acha nikuchekeshe. Alikuwa amevishwa sanda na leso akafungwa kwenye macho yake. Soma Biblia vizuri pale. Kumaanisha kwa nini? Yaani Lazaro alipokufa wakasema sanda tu haimtoshi, tumuongeze na leso ili hata kuona sione tena, asisikie. Mikono, Biblia inasema mikono napo wakamfunga. Yaani walikuwa wamemfunga kila mahali, wakisema huyu aende na aende. Bwana asifiwe. Yesu alipokuja akasema hapana, hata kama mmefunga macho. Biblia inasema ya kwamba Yesu akasimama akaita kwa sauti, Lazaro njoo upesi. Lazaro akiwa kwenye sanda akasikia sauti ya Mwokozi, lakini akiwa haoni, maana machoni walimfunga leso. Kwa sababu alikuwa haoni, hakukata tamaa. Alisema nitainuka hata kama ni kwa kupapasa, maana nimesikia sauti ya Mwokozi. Lazaro akainuka na leso yake anapapasa. Yesu naye niita, uko wapi? Yesu anasema niko hapa. Lazaro alipofika pale ndio Yesu akamfungue.
ili aone. Mfungueni macho anione, mfungueni miguu anifuate popote niendapo. Sikiliza nikwambie nikimaliza. Yesu bado anatupenda. Hupaswi kukata tamaa. Simama tena. Zaka na sadaka umerudi nyuma, usikate tamaa. Kuna wakati mwingine kanisa litakuwa linasimama na kusoma waaminifu, unajiona haufai. Usikate tamaa, maana thamani yako kwa Bwana haijafutika bado. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati hata masomo ya nchi za mbali watapewa tu wale wanaonekana wacha Mungu, wanawahi asubuhi, wewe kana kwamba ufai kanisani, na kutia moyo mchana wa leo, usikate tamaa. Maana thamani yako iko pale pale mbele za Bwana. Sikiliza nikwambie, kuna wakati hata ukipitia magumu katika familia, katika ndoa yako, changamoto za kibiashara, changamoto za kikazi, usikate tamaa. Hata watu wanapoonekana kutokujali, kuna wakati mwingine hawatakutembelea, kuna wakati mwingine hata kukupigia simu, usikate tamaa, maana thamani yako kwa Bwana iko pale pale. Ndio maana mimi nawaambiaga pale Tanga, tangu mwaka jana nipelekwe pale kwenye kazi, watu wengine nikutana nao wananiambia, mchungaji, tunaona aibu tangu uje hapa tuje kutembelea kwako. Kwambia aibu yako mwenyewe. Sasa hata kwangu unakuja kufanya nini? Sasa naona aibu. Kwambia hapana, fanya kazi zako. Hata usipokuja kwangu, si Yesu anakujaga kila siku? Yaani kati ya mtu ambaye nilikuwa hata kanisani silii, jamani, miezi mitatu wazee wa kanisa wanitembee, nilikuwa ni mimi. Ukitaka unitembelee mwenyewe jilete, usipojileta nenda na maisha yako, Yesu niko naye pale pale. Haleluya. Lakini shaka mtu anarudi nyuma, eti nilipata magonjwa, nilipata msiba, kanisa likuja kunitembelea wewe. Eti nilifiwa na mzazi, nikawapa taarifa, hata lambilambi haikutolewa. Hata kama ingetolewa wangesengenya na lambilambi zao. Tulimpa hela zetu, amezinunulia pikipiki, si unaona? Yaani msimu umeisha, kaleta pikipiki mpya, hela zetu za lambilambi. Sasa mimi sinanga stress na watu. Hata kama wasikuletee lambilambi, wasije kukutembelea, nenda na maisha yako, mpiganie Yesu, maana Bwana anajua hatima yako. Haleluya. Yaani Bwana anajua. Kuna wakati mwingine, wakati ukiwa na mchumba, ulikuwa na marafiki wengi, waliposikia umeachwa wakakucheka wakaenda, waambie safari njema, maana Yesu anajua kesho yangu. Usipate stress na maisha ya wanadamu. Na kufundisha mchana wa leo, mtazame Yesu. Ndiye rafiki wa kweli wakati wa shida, wakati wa dhiki. Ndiye rafiki wa kweli ambaye hachoki. Wakati wengine wanakuchoka, wanakuona haufai, yeye bado anakuambia unafaa. Bwana asifiwe. Kuna wakati tukiwa kanisani, watu watatuangalia, hata sisi vijana waseme, sasa vijana hawaeleweki. Sikizeni na watia moyo, msonge mbele. Kristo anajua kesho yenu ni nini. Hata kama unapopitia magumu, hata kama hata mke wako haonyeshi sapoti kwako, songa mbele, maana Yesu anajua hatima yako. Mwenzako akianguka, akirudi nyuma, aketi chini na kusema sitaki tena kuinuka, songa mbele, maana Bwana ana mpango mwema na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mimi nawaambiaga, safari ya imani kila mtu ya kwake. Yaani kati ya mtu hanaga stress na maisha mwingine ni mimi. Bwana asifiwe. Sasa mimi niumie sana, nilikufa kwa ajili yako. Niumie sana. Eti
jamani, huyu ndiye alinileta kanisani, huyu mwanaume akanileta kanisani, yeye ndo ameacha kanisa. Anyway, imebidi tu na mimi niache tu. Akili yako haifanyi kazi vizuri. Kama uliletwa na mtu, utaondolewa na mtu. Sisi tulioletwa na Yesu hatutoki, hatubanduki. Haleluya. Hata kama watusengenye lala, lakini hapa tulishafika, hatutoki. Haleluya. Siki mnanielewa? Lakini yaani tulioitwa na Yesu, hata kama tuonekane wadhaifu, tuanguke, watu watucheke, hapa tulishafika. Maana sio kwa watu, ni kwa Baba yetu aliye mbinguni. Yaani kuna watu wengine wakaagi mbele, maana akikaa tu mbele siku hii unaona anajifanya, yaani mpaka kakae mbele anajifanya kweli. Waambie najifanya, maana sio kwako, ni kwa Baba yangu. Kwani niko kwako? Haleluya. Yaani huyu ni kimbelembele, kuimbisha nyimbo ni yeye, ni kwani ni kwako? Nimekuja kuimbisha kwako? Naibisha kwa Baba yangu. Wacha nijifanye, maana niko kwetu, ni kwa Baba yangu, nina haki ya kujifanya. Sasa mtu anakupa stress gani? Bwana asifiwe. Yaani yeye tu kila mchango eti nitatoa. Mbona sitoe kisiri? Ndio tujue ni tajiri. Kwani nakutolea wewe? Uliongea na Mungu hataki. Bwana, unajua wacha nikwambie, wanadamu ukiwasikiliza wao utakufa na pressure kesho. Na ukitazama wanadamu hautasonga mbele. Ukiwatazama wanadamu hata zaka hautatoa. Ukiwatazama watu hao nao kuja nao kanisani hautafanya chochote. Waache na vitu vyao, songa mbele na Baba yako wa mbinguni. Haleluya. Hiyo tu kitu si. Nakumbuka mimi wakati napelekwa Kenya Coast Field miaka ya nyuma kusimamia kitengo cha AMR, Wagiriamu wakaanza kusema hivi tumekosa mtu wa AMR hapa mpaka tunaletea watu kutoka nje. Haiwezekani, lazima aondoke. Na mimi nikamwambia sitoki, maana ni kwa Baba yangu. Kwa niondoke, wewe ulikufa kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Hebu mshike mkono jirani yako, mwambie usikubali kuondoka. Hapa ni kwa Baba yako. Watakuacha hapa, wache waondoke. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi naambianga kanisani kitu simple tu. Yaani mimi nilishafika. Ukisema najifanya, wacha nijifanye. Najipendekeza, wacha nijipendekeze, maana najipendekeza kwa Baba yangu, sio kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni yeye tu. Useni kwani anakuwa mzee kwa familia yako? Bwana asifiwe. Kwani akiwa mzee anakuamrisha leo kwako pika hiki? Ni mzee kwa Baba yake aliye mbinguni. Wivu wa nini? Fitina za nini? Usengenyaji wa nini? Na ndio mimi nawaambia, ukiona watu wanakusengenya sana mzee wa kanisa, ujue umewazidi vitu. Wewe unafikiri watasengenya wewe anayetembea kule jalalani? Hapana. Na yani kwanza mimi wanajiongezea asilimia. Nikiona watu wanakaa kujadili najiongezea asilimia. Haijalishi uniseme vibaya, uniseme vizuri, mimi hainihusu. Maana umesitisha kazi zako kunijadili, mimi naendelea na kazi zangu. Bwana asifiwe. Kwa ukiona watu wanakusengenya, ujue umewazidi vitu. Hawana vile uko navyo. Habari zenu. Ukiona watu wanakusema sana, ujue umewazidi vitu ambavyo hawana. Waache waseme, walale, waongee, songa mbele na Kristo aliyekuita, maana huyo pekee ndiye watosha kupa wokovu. Lazaro hata
kama sauti zingine zilikuwa zimenyamaza, sauti ya Yesu iliposikika, akasema nitainuka, nitasimama tena. Lazaro akaisikia sauti ya Bwana ikimwita njoo. Lazaro wakati alikuwa amelala, alikuwa hana fahamu tena. Sikia nikwambie, umefika wakati sasa Yesu anaita walio wake. Wewe umekufa katika utoaji wa zaka na sadaka. Sikia mchana wa leo, sikia sauti ya Mwokozi inavyokuelekeza. Huenda kuna mahali ulifeli, kuna biashara zako zimefeli. Usivunjike moyo, sikiliza maelekezo ya baba yako. Kuna wakati utavunjika moyo, utakata tamaa. Sikiliza nikwambie, sauti ya Kristo isikie inasemaje. Haleluya. Nikiwa kanisa la huyu bwana majuzi nilikuwa na effort ya wiki 3 kanisani kwao. Wakati natoa wito wa kubatizwa, mwanakwaya mmoja akajitoa kubatiza. Wanakwaya wakasema, kwani mwimbaji tena anabatizwa? Nikawaambia, mwacheni, anajua uhusiano wake na Mungu wake. Usiingilie maisha ya mwenzako, fuata cha kwako. Tukambatiza, akaendelea huko kuimba kwa. Wanamuuliza, yeye umebatizwaje? Haikuhusu. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu kimbelembele sana. Kila kitu anataka kujua. Akiona tu na pikipiki mpya, vipi ilikuwaje? Inakuhusu nini? Kiatu kipya, mama, ilikuwa hiki kiatu ulikitoa wapi? Madukani. Akuone tu na kitu kipya, kwake ni kelo. Yaani kuna watu wana mapepo ya wivu. Yaani akikuona tu, hata umenenepa tu kidogo, unakulaje? Sinakula kama wewe. Yaani kuna watu hata ukonde hata kusema, unenepa hata kusema tu. Afadhali mimi nikaamua kuishi katikati. Si mrefu sana, sio mfupi sana. Na nishatosheka. Bwana asifiwe. Yaani kila mmoja asimame kwa zamu yake. Simama kwa nafasi yako. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Ukiangalia watu, utakosa nafasi yako kwenye makao ya milele. Shikilia chochote. Hata kama umeanguka, usiketi chini, simama tena. Maana thamani yako kwa Bwana haijashuka. Imeshuka tu kwa wanadamu, watajifanya watakatifu, watakuwa ni mwenye dhambi, lakini thamani yako iko pale pale. Hauna budi kusonga mbele, usikate tamaa. Maana Bwana anatamani kukutumia katika viwango vya juu zaidi. Haleluya. Mchana wa leo natamani sana niombe na watu wa pekee. Wakati tunaimba huu wimbo, ninaye rafiki naye, rafiki wa kweli asiyekutenga katika changamoto zako. Kuna wengine watakusaliti, Yesu hawezi kukusaliti. Hawezi kama. Mke atakuacha, mume atakuacha, watoto watakukimbia, mchumba ataenda, mwacha aende. Kuna rafiki wa kweli awezaye kukutia moyo wakati wa huzuni, kukufariji wakati wa dhiki, naye si mwingine ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na wacha niwaambie, nikukumbushe kitu tunapoenda kuomba mchana wa leo. Vile unavyojifikiria si vile Yesu anakufikiria. Yaani na vile unavyojitazama si vile Yesu anakutazama. Vile unavyojiona si vile Yesu anakuona. Unajua kuna wakati mwingine shetani anakuambia, hapana, wewe ni mwenye dhambi sana, haufai. Angalia hata zaka hutoi, atakukumbusha vitu vingi. Angalia kwa haufai, mwambie ya kwamba ninafaa kwa jina la Yesu. Yaani shetani unajua atakunong'onezea, hii biashara yako ndio imekufa, yaani kila kitu kimekwisha. Atatumia marafiki. Mwambie, sikufi na sisimami na silali, nitasonga mbele. Hata kama nitaanguka tena, nitasimama tena kwa jina la Yesu. Hebu tusimame nyote.
ninaye rafiki naye aliyenipenda mbele kwa kamba za mauti yake. Ninaye rafiki wa kweli, huyo ndiye pekee na anatamani kukuita rafiki yako wa kweli toka kaburini kwa jina la Yesu. Tuimbisheni huo wimbo. Na wakati tunaimba huu wimbo, wa Kristo ambao wanaona ya kwamba kumbe mimi sio wa kawaida, wakati watu wananidharau, Bwana anajua thamani yangu. Kama ni ombi lako ya kwamba Bwana, kuanzia leo nitasimama tena, maana thamani yangu kwako haijashuka. Kama ni ombi lako, wakati tunaimba, tembea ukuje hapa mbele. Karibu chorus. Ninaye rafiki naye alinipenda mbele, alimwaga damu yake kwa watu wote pia. Sina kitu Yesu ndiye rafiki wa kweli. Hata kama ni wapo mdhaifu, nikitazama mbinguni napata nguvu tena. Sikiza nikwambie, sijajua kama maisha yako uko vizuri. Hebu kila mmoja tu tafakari kwa nusu dakika, wewe uko kwenye kaburi gani? Je, Sabato unaitunza kama ipasavyo? Je, zaka unatoa kama ipasavyo? Je, tafakari katika maisha yako. Kama kuna mahali umefeli, mwambie Yesu, nisaidie tena. Songa hapa mbele, tukuweke mikononi mwa Bwana. Lakini kama unaona uko vizuri kabisa, maisha yako uko vizuri, kama wale wanafunzi wengine wakati wanafurahia kifo cha Lazaro, maana wao waliona wamekamilika, lakini Yesu hakushughulika na waliokamilika. Alikuwa tayari kupoteza wakati wake kwa ajili ya yule aliyefariki. Sikiliza nikwambie, Yesu anatamani kukutengeneza upya, kukufanya kuwa chombo chake imara. Jinsi unavyojiona haufai, yeye anakuambia usiogope, unafaa. Hata wakati unaona hauwezi,
mambo yako yamevurugika, ndoa yako haina amani, watu wanashangilia. Sikia, Yesu kuna jambo anataka kulifanya mchana wa leo katika familia yako. Sijui unapitia magumu gani kwenye maisha yako. Sijui unapitia magumu gani katika kazi zako. Hebu mpelekee Yesu, rafiki wa kweli ambaye kwake kuna tumaini. Natamani sana baada ya ibada ya leo watu wakaone mambo makubwa kuanzia katika maisha ya, yaani wakahisi nguvu mpya. Unajua kuna wakati mwingine unajiona dhaifu sana. Hata Paulo anasema natamani kutenda jema lakini ninashindwa. Yesu ndiye atakusimamisha imara. Hata wakati unaona hauwezi, haufai, Yesu kwake anakusimamisha imara. Maana hakuna mwanadamu mwenye haki. Hata wale walioitwa mashujaa wa imani nao walianguka. Angalia Ibrahimu, anaitwa baba wa imani. Huyo Ibrahimu kaoa mke mwingine, kalala na mjakazi, lakini anaitwa baba wa imani. Yesu haangalia anguko lako, anaangalia kuinuka kwako na jinsi utasimama tena. Sikiza, angalia kina Daudi. Daudi tutampata mbinguni. Daudi aliyeua Uria akatoa mke wake. Ndio maana mpaka Yesu akajiita mwana wa Adamu, mwana wa Daudi. Yesu angalii madhaifu yako. Kuna wakati utajiona haufai, na kuambia ya kwamba Yesu anakuambia unafaa. Usife moyo, songa mbele. Kwa nini uketi chini? Yesu bado anakuhitaji ukaze mwendo. Takaza mwendo jumbi. Huu wimbo imba kila wakati, imba kila wakati. Hata kama watu wanakuazia kushuka chini. Unajua kuna watu wengine wanatamani tu, umeongoza wamama kwa muda mrefu, wanatamani urudi nyuma na wasimame sehemu yako. Kuna watu wanatamani nafasi yako usiachie. Bwana asifiwe. Songa mbele, simama imara, mtazame Kristo pekee. Na ukiamua kusafiri, funga masikio usisikilize mshiriki mwenzako anasemaje. Maana ukikubali kumsikiliza hautasonga mbele kwenye maisha ya kiroho. Yaani ukiondoka hapa, kelele za vyura haziwezi kuzuia tembo kunywa maji. Watakusema, hata kufundisha lesoni hadi waambie nitafundisha vile vile maana walinichagua. Yaani yule akisimama mbele roho inanichafuka, mwambie utakufa bure, mimi nitaishi. Yaani yule sipendi akiimba na panua mdomo, mwambie nitaimba maana siko kwako. Usisikilize, funga masikio kwa ajili ya usalama wa safari yako. Wale waliosafiri kwa ushindi ni wale ambao walifunga masikio wakasema nitamsikiliza Yesu peke yake. Lazaro akiwa katika shimo la kaburi hakuweza kusikiliza wengine, lakini alisema kama Kristo ataniita nitasikia. Wakati Yesu anaenda pale, wengine wamelia, wakaita Lazaro amelala, hakuwasikiliza. Yesu alipoenda, maana Lazaro alijua ndiye rafiki ambaye sio mnafiki, nitasikia sauti yake. Wakati naenda kuomba mimi na wewe, mwambie Yesu, mwambie jua wewe ni rafiki wa kweli. Nimejua vile watu wananidharau, vile watu wananitazama, kwako kuna heshima kubwa. Haleluya. Tuombe sasa. Baba yetu, Mungu wetu muumbaji, ninakushukuru sana kwa ajili ya mchana wa leo. Ninakushukuru sana kwa ajili ya kanisa hili. Lakini pia ninakushukuru sana kwa ajili ya waliohudhuria ibada hii ya leo. Baba wa mbinguni, tumejifunza neno lenye kututia nguvu, lenye kututia faraja, lenye kututia matumaini. Baba, ninakutukuza sana kwa waliosogea hapa mbele. Baba, ukawashike mkono kila mmoja wao. Katika udhaifu wote tufiche bawani mwako. Lakini kwako tunasimama, tutegemeze katika msalaba wako. Baba wa mbinguni, kuna watu wako hapa wamesogea hapa mbele,
wengine wana changamoto za kiafya. Ninatangaza mchana huu ukawaponye kwa jina la Yesu. Hilo nalo ni kaburi. Shetani ameweka kwenye kaburi la magonjwa, hawana raha tena. Baba, ukawaponye kwa jina la Yesu. Kuna wengine wako hapa katika kaburi, gereza kubwa lenye giza katika maisha yao ya ndoa. Hakuna amani, kuna mapigano ya kila siku, hakuna faraja tena. Mpaka wakati mwingine hata wamekuja hapa, wametoka, huenda waongeleshani. Mungu wa neema, uangalie kwa macho yako ya huruma. Wakati wengine tunashangilia, hebu Yesu ukatengeneze mambo yao leo, mambo yakabadilike kwa jina la Yesu. Kuna watu wako hapa wana majeraha ya kuachwa na wachumba zao. Wanapoona hata wanaume wanaona kana kwamba ni wadanganyifu. Wanapoona wasichana wengine ni kana kwamba ni wadanganyifu. Bwana, ukawafute makovu yao, ukawaponye vilio vyao, ukawapatie furaha ya kudumu maishani mwao. Maana kuachwa sio mwisho wa maisha, bado kuna maisha mengine. Kuanguka sio mwisho, kawainue tena. Bwana, kupitia changamoto za sio mwisho, kuna maisha tena. Bwana, kila mmoja ulie ukurasa mpya kwenye maisha yake, kila mmoja ukamsaidie. Kuna wengine wako hapa biashara zao zinapambana hivi hivi hazikui. Ninaomba kuanzia sasa, kila mtu ambaye yuko na biashara hapa, Bwana ukamtendee jambo, ukainue mtaji wake, ukaupandishe. Wacha akawe mtu mashuhuri, na atakapoinuliwa sifa zote ni kwako. Kuna mwingine yuko hapa wanamcheka maana anazungusha mtaani ili akale na familia yake. Baba, ninakusihi kwa ajili yake. Kuna mtu yuko hapa anazungusha ndizi, mwingine hata pipi, mwingine kabisa mayai, mwingine vitu vingine. Bwana, na wakabidhi kwako, kawainue. Maana jinsi tunavyowatazama si vile wewe unawawazia. Ninaomba Bwana, yaani sabato hii ikawe ni sabato kila mmoja ya kubadilisha maisha yake, kubadilisha historia yake. Kuna watu wengine wako hapa, kazi ananyanyaswa, mshahara ni kidogo, anatumikishwa kila saa. Baba, ninaomba kwa ajili yake, ninaomba kamwinulie kazi, ukainue mshahara juu yake, ukatende jambo, akaseme ni Yesu pekee aliyenisaidia. Baba, wasaidie. Kuna wengine wako hapa walifanya mtihani wakafeli, wengine wamevunjika moyo. Hapana, na mimi nakataa kwa jina la Yesu. Bwana, ukawasaidie, kawafunulie maono makubwa, wasiwe ni watu wa kudhaulika. Kila mtu kwa sababu amekuja kwako, rafiki wa kweli. Baba uliyetukuka, ukawainue, ukawabariki, ukatanie. Yule ambaye haja yake ni kuinuliwa kwenye biashara, akainuliwe. Yule ambaye furaha yake ni ndoa, ukampatie furaha. Wale ambao haja yao ni wachumba, ninakusihi kufikia mwezi wa 6, na hii naliomba kwa ujasiri, kwa imani, harusi zifanywe hapa kanisani, maana wewe umetenda. Ninakutukuza sana, maana yote utafanya. Umefuta machozi ya kila mtu, umewavua aibu zao, umewapa vazi la ushindi la haki yako. Mchana wa leo wanapoenda kuketi na kwenda kupata chakula cha kimwili, kila mtu ahisi maisha yake yamebadilika. Yaani ahisi hata kama hana imani, mwambie naenda kufanya kitu cha ajabu. Yesu ukatende jambo, maisha yake yakabadilike, kila mtu akawe na furaha. Maana unaenda kubadilisha huzuni na maombolezo na kilio, ni faraja na baraka ya milele. Ninakushukuru sana, maana umeshatenda. Bariki waimbaji, wanapokutumikia wainue kwenye viwango vya juu. Hata kama kanisa lisiwashike mkono, ulishawashika mkono. Wapiganie wazee wa kanisa, washike na mkono, watavunjwa moyo na washiriki. Bwana ukasimame na wao. Hata washiriki, kuna wengine wanavunjwa moyo. Bwana simama na wao. Hitaji letu ni kwamba kila mmoja akashikwe mkono na wewe Yesu.
ukatuongoze wewe Yesu. Tulioanguka tunakataa kuanguka tena. Tunatangaza hata kama shetani ametugaragaza katika uwizi wa zaka, katika uzinzi, ulevi na kila aina ya masumbufu ya dunia, tunakataa kuanzia leo. Mbona maisha yetu yanabadilika? Kila kitu kinakuwa kipya na Bwana unatukuzwa katika maisha yetu. Ninaomba kwa imani kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana.